لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن حبيبنا ونبينا ومصطفانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. وتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إخوة الإيمان، khutba yangu ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala, napendelea kuyazungumza mambo matatu ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekula kiapo juu yake. Mambo haya, jambo la kwanza, Bwana Mtume amekula kiapo kwa yule ambaye atakayetoa sadaka asiwe na shaka kwamba sadaka yake hiyo atakayoitoa haipunguzi chochote katika mali yake, kwa kuwa sadaka inapotolewa haipunguzi mali. Jambo la pili, Bwana Mtume alayhi salatu wassalam atueleza mtu yoyote atakayedhulumiwa kwa dhulma yoyote ile, akawa ni mwenye kuvumilia na kusubiri, na akiweza akasamehe, isipokuwa Mwenyezi Mungu jalla jalalu kwa dhulma yake hiyo atampa izza. Na jambo la tatu, Bwana Mtume anaapa kwa yule atakayefungua mlango wa kuombaomba watu pasipokuwa na haja, akawa kazi yake yeye ni kuomba, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu kama huyu atamfungulia mlango wa ufukara. Sasa hadhihi almujaz fa ilaykum alanba bitafsil. Huu ni ufupi wa haya mambo matatu Mtume aliyoapa juu yake. Sasa njoni pamoja nami katika kuyapambanua na kuyafafanua. Hadithi hii ya Abi Kabsha ya Sa'd ibn Amr al-Ammari, annahu, nikuwa huyu sahaba samia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliwahi kumsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, ma naqasa malu abdin min sadaqatin. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuapa, maana mwanzo alianza na kiapo akisema, thalathatun uqsimu alayhin, mambo matatu mimi nayaapia mambo haya, wa sauhadithukum hadithan wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu, na kisha nitawapieni
nitawazungumzieni hadithi, nataka muhifadhi. Lakini leo hiyo hadithi hatutoizungumza kwa sababu itakwenda katika sehemu nyingine na itachukua wakati wetu. Tutazungumza haya mambo matatu Mtume alayhi salatu wassalam anayozungumza, akasema katika hadithi hii, ma naqasa malu abdin min sadaqati. Jambo la kwanza akasema, mali ya mtu yoyote akiitoa ikiwa ni muumini haipunguzi sadaka. Kinyume cha nafsi zetu sisi tunaona kwamba ukitoa utapungukiwa na kwamba utafilisika na utafukarika. Mtume alayhi salatu wassalam anatutoa shaka kwa kiapo. Anaapa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam kwa kwamba kila utakachotoa sadaka hakipunguzi katika mali yako. Usiwe na shaka juu ya hilo, wala usiwe na hofu juu ya hilo, kwa sababu binadamu katika nafsi yake na tabia yake, ili jambo la kutoa huwa linamuumiza, illa man rahimahullah, illa man rahimahullah. Lakini mara nyingi unakuta kutoa si jambo rahisi. Kwa sababu gani? Nafsi na sheitan huwa anakupatia mawazo kwamba wewe ukiwa na tabia hii utaishiwa, utapungukiwa. Lakini Mtume swalla salam katika hadithi hii anakuwa anatuonesha na kututoa shaka na wasiwasi ya kwamba sivyo hivyo mnavyofikiria na mnavyodhani. Na pia hapa ndani yake tunaambiwa kwamba zile ahadi za shetani anazoapa ya kwamba mkitoa nyinyi mtafukarika, ahadi hiyo ni ya uongo. Kwa sababu katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Baqara atueleza kwamba inna ash-shaytana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Hakika shaytani ya'idukumul faqra, kila siku anakutisheni, anakuogopesheni kwamba mkitoa mutafukarika. Wallahu ya'idukum maghfiratan, lakini Mwenyezi Mungu anawaahidi ya kuwa kuna msamaha kwa kutoa kwenu huo utakaotoka kwake na fadhila na ihsani nyingi. Wallahu wasi'un alim. Na wewe angalia katika dunia hii, kila anayetoa mali yake kwa roho safi na ikhlas, nani aliyefilisika? Na ukimwona mtu anatoa na huko anafilisika, labda ana dhambi zake nyingine na maasi anafanya, lakini sio sababu ya kule kutoa abadan. Bali siri ya maisha na kufungukiwa kwa mwanadamu ni anapokuwa na tabia hii. Na tukisema kutoa, watu wasifikirie kwa ni wale matajiri peke yake. Sote muumini lazima awe nayo tabia hii ya kutoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha tabia ya waumini ya jambo hili, sio mazoea ya kwamba jambo hili ni mazoea na sio matokeo, bali wajue kwamba waumini wa kweli ni wale ambao hawana zama wala wakati, siku zote wao wanadumu na jambo hili. Allah kawasifu watu wa peponi, sifa zao akasema ni wale alladhina yunfiquna fi sarrai wadh-dharra, wanatoa wakati wa dhiki na wakati wa raha. Hata wakati wa dhiki, biashara zinapokuwa ngumu, mambo yanapokuwa magumu, hawasemi ngoja sasa hii mambo mabaya, ngoja baadaye. Pale pale katika kile kidogo wanamega. Wanasifiwa hao kwamba ni watu wa peponi. Na Mtume alayhi salatu wassalam
atuambia katika hadithi kwamba kuna malaika kila siku wanashuka malaika hawa kuwaombea dua watu ambao watakokuwa na tabia mbili, moja nzuri, moja mbaya. Tusikize tabia zao hizi. Kila siku kuna malakani yanzilani, malaika wawili wanashuka. Mmoja anasema Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Mwenyezi Mungu mpe mtoaji badala ya kile anachokitoa. Na mwingine anasema Allahumma a'ti mumsikan talafan, Mwenyezi Mungu yule anayefanya ubakhili, kuzuia wa hataki kutoa, basi mpe kuharibikiwa na mambo yake. Sasa nyingine ukiona kwamba katika kipato chako na kazi zako zinaharibika na kuvurugika, nataka uangalie sana katika kipato chako. Je, unayo sehemu ambayo unaotoa? Pengine hilo la kuzuia laweza likasababisha mitihani juu ya mitihani. Na ukitaka kubarikiwa na kufungukiwa, kuwa na tabia hii, utaona ajabu katika riziki zako. Utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyokufungulia mambo yako na kufanyia wepesi kazi zako, kwa sababu kuna dua za malaika ambayo malaika hawa wawili wanaomba wakisema, mpe mtoaji badala ya kile alichokitoa, na mpe mwenye kufanya ubakhili, kuzuia, aharibikiwe kwa kuzuia kwake. Ndio hii aya ya Qur'ani Mwenyezi Mungu akotuambia, inna shaitana ya'idukumul faqr, shaitani anakuogopesheni kwamba mkitoa mtafakirika, wa ya'murukum bil fahsha, na anakuamrisheni al-fahsha. Wanavioni hapa wanatafsiri al-bukhl. Ufahsha wa hapa wanavioni wanatafsiri ubakhili. Shetani anaamrisha zuia. Na hili jambo hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa ahadi ndani ya Qur'ani ya kwamba yule mtoaji atamlipa tu na kumfanyia place off ya kile anachokitoa. Ukisoma katika suratu Saba aya nambari 39, Bwana Mtume anaambiwa atuambie sisi sote Waislamu, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Qul waambie Muhammad, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha, kwamba Mola wangu humkunjulia riziki amtakaye, wa yaqdir, na mwingine akamdhikishia, wa yaqdiru lahu, kisha asemaje? Na hamtatoa chochote. Wama tunfiqu min shay'in, imekuja kwa nakira. Waulize wataalamu wa lugha ya Kiarabu, kunapowekwa kitu nakira au neno la nakira, maana yake si kitu fulani wala hakuna kiwango fulani, chochote hata wewe unachokiona kwamba kidogo hicho, fahuwa yukhlifu, yeye Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ameahidi ya kwamba atakilipa, atakupa badala yake. Wa huwa khairur raziqin, na yeye ni mbora katika wanaoruzuku, hakuna kama yeye. Hii aya ingelikuwa itutoshe pamoja na kiapo cha hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa sadaka ya mja haipunguzi katika mali. Kuanzia leo itufanye tusiwe tena wagumu na tusiwe mabakhili. Ilikuja hadithi katika Sahih Muslim ya jambo hili la kutoa la sadaka, hadithi ya ajabu katika Sahih Muslim. Bwana Mtume alayhi salatu wasallam aeleza kwamba kulikuwa na bwana alikuwa katika sehemu za pori. Alipokuwa kule porini, mara likaja wingu juu ya kichwa chake, akasikia sauti inatoka katika wingu lile. Sauti inasema, isqi ala hadiqati fulan, isqi
ala hadiqati fulan, nenda wewe wingu ukanyeshe katika shamba la mtu fulani. Yule bwana akashangaa na kustaajabu, kutoka lini katika wingu kukatoka maneno na sauti? Akaona hili sio wingu la kawaida. Hadithi yasema fatatabaa as-sahabata hatta intahat ila hadiqatin faafraqat ma'aha fiha. Yule bwana akalifatafata lile wingu, akenda nalo mpaka likafika katika shamba la mtu fulani, likaanza kumimina maji katika shamba lile. Na huyo bwana amezingirwa na mashamba, lakini kote mvua ile haikunyesha isipokuwa katika shamba lake yeye peke yake. Basi fanadhara, akatizama pale ndani ile shamba kuna nini? Fa idha birajulin bimishatin, akamwona mtu ndani amechukua kifaa anayetolea yale maji yaingie vizuri katika shamba lake. Akaingia pale ndani, akaanza kumuuliza masmuk, wewe tu nani? Lakini akamwambia mimi naitwa fulani ibn fulani. Akilisikiza jina, akalipata jina lake lile lile lilokuwa likitajwa katika lile wingu. Maana lile wingu lilikuwa likisukumwa na malaika, na huyo malaika akimtaja mpaka jina huyu bwana, na yeye akawa amelihifadhi. Akilisikia akapata kwamba ni jina lile lile alilolisikia ndani ya wingu lile. Ndipo hapo ikabidi amuulize yule bwana, akamwambia ma tasnau fi hadhihi alhadiqa, niambie siri unayoifanya katika shamba lako hili, siri yake ni unafanya nini wewe? Yule bwana akamwambia, mimi kawaida yangu napolima, sasa nikivuna, anzuru ma yakhruju minha, naangalia nimevuna nini, aj'alhu thalathata athlathi, kawaida yangu kile ninachovuna na kigawanya sehemu tatu. Thuluthun atasaddaqu bih, thuluthi moja huwa natoa sadaka mimi, wa thuluthun unfiqhu ala iyali, na thuluthi moja huwa nawapa familia yangu, wanangu, mke wangu, hii ya kuangalia familia. Wa thuluthun arudduhu fiha, na thuluthi moja huwa ni ya kuiregesha hapa katika hili shamba, nikauza pesa, nikafanya gharama za kununua mbolea, nikatia wafanyikazi na kadhalika. Hii ndio system yangu mimi ninayoifanya hii. Kwa hivyo hapa katika kipato changu thuluthi moja huwa natoa sadaka. Sasa sadaka yake ile ikasababisha mvua ile ikawa watu wengine hawaipati, yeye anaipata kwa baraka ya ibada kama hii. Ndio ukaona ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ibada hii akataka ilindwe sana, akasema ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi mlioamini msizivunje sadaka zenu kwa masambulizi na kwa udhia. Baada ushampa mtu alafu uanze sasa kumkejeli na kumtolea maneno, leo kama sio mimi wewe ungelikuwa huko hivyo wewe, hiyo nguo uliyoivaa mimi ndio niliokupa wewe, kitu fulani wewe ulichonacho mimi ndio. Baada umempa alafu unaanza Allah akakataa, usiharibu hii. Na katika amali ambayo mtu wakati wa kufa ataitamani aje aifanye duniani ni amali hii. Wallahi, wakati wa sakra binadamu atakapopuuza ili jambo, hataomba aje aswali wala aje afunge wala afanya amali yoyote, ataomba apewe angalau dakika 2-3 na yeye atoe sadaka na miongoni mwa hao. Sikiliza aya za Qur'an, Suratul Munafiqun. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت. ماذا سيقول؟ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. piga mstari فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Mtu anakata roho, malaika amemsimamia, anatoa roho yake, anaomba nini? Anaomba, anasema akhartani ila ajalin qarib, hebu nicheleweshe muda japo kidogo tu, fa asaddaq, nenda nikatoe sadaka. Sasa anaona ukubwa wa jambo hili, fa asaddaq wa akun min as-salihin, nitoe sadaka na mimi ni miongoni ngalau wa watu wema. Ataambiwa too late my friend, walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajalha. Nafsi inapofika wakati wake hakuna kucheleweshwa, utakwenda tu. Wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah anajua tunayoyafanya, mnayoyafanya yote, anajua nani anafanya amali hii na nani hafanyi, anazo habari hizo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi anaapa, asema thalathatun uqsimu alayhinna, mambo matatu nayaapia. La kwanza ni hili, ma naqasa malu abdin sadaqa. Elewa kwamba usiwe na wasiwasi kwamba ukitoa sadaka mja wewe mali yako hayapungui. Jambo la pili, Mtume anasema wala yudhlamu abdun madhlamatan, na hatodhulumiwa mja, na hapa kuwa mja yoyote yule hatodhulumiwa kwa dhulma yoyote ile. Fasabara alaiha, akavumilia kwa dhulma zile anazofanyiwa. Illa zadahu Allahu biha izza, isipokuwa Mwenyezi Mungu mtu huyo atampa izza, atampa heshima, atampa cheo. Pengine watu wataona kwamba dhulma alizofanyiwa atadhalilika, lakini Mtume asema hadhaliliki, bali mtu huyo atakuwa mtu mkubwa, atapata heshima kubwa, atapata izza, utukufu mkubwa. Na ikiwa hapa duniani watu hawakuona utukufu wake na izza yake, siku hiyo ya mwisho watu wataona utukufu wake kwa dhulma alizofanyiwa. Wacha nikupeni mifano ya haraka. Mwangalie Nabii Allah Yusuf alayhi salam, ndugu zake dhulma walizomfanyia, wakamchukua ndugu yao mdogo bila ya huruma, wakamtia ndani ya shimo la kisima ili kusudi kumdhalilisha. Wamemweka ndani pale, wakashika njia wakaenda zao, hata nyoyo zao hazikuwauma kwamba damu yetu, ndugu yetu huyu, kumweka sehemu kama ile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa sababu, Yusuf akatolewa katika kisima. Kutolewa katika kisima, Yusuf akaenda kauzwa. Nabii huyo, mtoto ambaye atarajiwa kuwa nabii au kuwa tayari ni nabii, maana Allah alimfungulia wahi akiwa ndani ya kisima. Kwa jambo hili alilofanyiwa halikutosha kudhalilishwa na dhulma hiyo katika kisima, kisha washarauhu bithamanin bakhsi darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin. Kisha akaenda kauzwa huyu mtu mtukufu, akauzwa, akafanywa mtumwa, akauzwa kwa thamani ndogo kabisa, thamani pungufu, darahima ma'duda, pesa za kuhesabika. Na wao wakawa hana haja naye, wanaogopa sije wakikaa naye watu wake wakaja kumtafuta. Akauzwa, udhalifu wa pili, dhulma ya pili hiyo. Akaingia katika nyumba ile, akapata mtihani wa tatu. Mwanamke akamtaka, mke wa waziri, kinyume cha nafsi yake. Alipokataa akamchafulia nafsi yake,
mpaka kusema kwamba huyu alikuwa anataka kunibaka mimi. Mambo yakaenea mitaani, anadhalilishwa, dhulma anayofanyiwa Yusuf alayhi salam. Baada ya haya yote haikutosha, mwisho mwanamke huyo akaona bado, akamtia ndani, akawekwa jela. Bado tu anataka kumdhalilisha, dhulma juu ya dhulma anayofanyiwa. Yusuf anasubiri tu, anavumilia tu. Mambo yakenda, mwishowe wakaja wakaona sasa wamtoe Yusuf. Mfalme akasema atolewe. Yusuf alayhi salam akakataa kutoka, akasema sitoki hapa kwanza mpaka muwaite wale wanawake wote wale unitaka, tuje tuwauliza hapa kweli mimi niliwataka kweli. Wakaitwa wanawake. Mfalme akasema waqala almaliku, mfalme akasema ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsihi, mwasemaje nyinyi mlipomtaka Yusuf kinyume cha nafsi yake? Qulna hasha lillah ma alimna alayhi bisu. Wote wakatangaza, akasema hatujaona ubaya wowote, tulimtaka katukataa, sisi ndio wabaya. Waqalat imra'atul azizi al'ana hashasa alhaq. Hapo mwisho mwanamke huyu wa waziri akatoboa wazi, akasema leo natoboa wazi, nasema ukweli ulivyo. Ana rawattu an nafsi, mimi ndiye nilimtaka kinyume cha nafsi yake. Innahu lamina sadiqin, yeye ni miongoni mwa wakweli. Sasa angalia Yusuf, dhulma anazofanywa, Allah azza wa jalla anampa izza. Nini kilichotokea baada ya hapo? Baada ya hapo mfalme ndipo akasema nileteni kwangu. Waqala almaliku utuni bihi astakhlisuhu li nafsi, akasema nileteni nimtakase mwenyewe, kwa maana nimchague awe mtu wangu mimi mwenyewe, hapa nimpe cheo. Falamma kallamahu, alipokuja Yusuf mbele yake akazungumza naye, qala, akamwambia innaka alyawma ladaina makinun amin. Piga mstari katika neno makinun amin. Akamwambia kuanzia leo wewe hapa kwetu ni mtu mheshimiwa, wewe una cheo sasa, tena amin, wewe ni muaminiwa. Qala ij'alni ala khazaini al-ardh inni hafidhun alim. Ndio Yusuf akapatiliza hapo hapo, akamwambia basi nifanye mimi ni mshika hazina wa ardhihi, mimi ni hafidhun alim, kwa sababu mimi ni mzuri wa kuhifadhi na ni hodari, mjuzi hodari kabisa. Huyo aliyekuwa amedhulumiwa Allah kampa izza, sasa akawa ndiye waziri wa kusimamia hazina za nchi nzima. Si basi, na kama ingelikuwa imefika hapo ingekuwa basi, haikutosha. Mpaka mwisho ndugu zake wakaja, akakutana nao, akafanya mbinu ya kumchukua ndugu yake mdogo, Mwenyezi Mungu aliyomfundisha mpaka akampata. Mwisho siku hiyo wamekuja tena, Yusuf anawauliza ndugu zake, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Ni mnakumbuka mlivyomfanya Yusuf na ndugu yake wakati ule mpokuwa kwenye ujinga wenu? Qalu a innaka la anta Yusuf, ndugu wakamwambia wewe ndio Yusuf kweli? Qala ana Yusuf wa hadha akhi, akamwambia ndio mimi Yusuf, yule mlomtia kisimani kumdhalilisha ndio mimi na huyu ndugu yangu. Wa hadha akhi, sikiza maneno ya Qur'an. Yusuf akamwambia qad manna Allahu alaina, Mwenyezi Mungu leo ametupa izza, ametuneemesha. Haya yote haya yameletwa nini? Innahu man yattaqi wa yasbir, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Yoyote atakemcha Mungu na akasubiri kwa dhulma atakazofanywa, Mwenyezi Mungu hapuuzi mambo ya wafanyi wema siku zote. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu. Ndugu wote wakamwambia wallahi wewe umekuwa mkubwa kwetu sisi, wewe tutakutambua sasa.
atharakallahu alaina, umekuwa na cheo kikubwa kwetu sisi. Wa in kunna la khati'in, na sisi tulikuwa ni wakosa wakati ule tukukutia wewe kisimani, tulikosea sana. Wakawa sasa hawajui waweke wapi nyuso zao, hawajui wafanye nini, wanataka kumwangukia, wanaona haya hata kumtizama. Yusuf akamwambia la tathriba alaykum alyawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa khairur rahim. Akamwambia la tathriba, hamla lawama yote, yaghfiru Allahu lakum, Mwenyezi Mungu awasamehe yote mlionifanyia, wa huwa arhamur rahimin, na yeye ni mbora wa kuhurumia, hakuna zaidi yake. Akawasamehe Yusuf. Sasa angalia hii hadithi ya Mtume, anasema yoyote atakayedhulumiwa, la yudhlamu abdu madhlama, mja yote atakudhulumiwa akasubiri katika dhulma hii, illa zada Allahu bi'izza, isipokuwa Mwenyezi Mungu atampa izza, utukufu na cheo baadaye. Kuwa na subra juu ya hilo. Hata kwa maneno tu mtu akakudhulumu, akakusambazia mambo ambayo hukuyafanya, akakuaibisha mtaani, au mtu akataka kukujeruhi katika jambo lako lolote lile, hata kwenye ndoa yako, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa izza. Angalieni nikiwapa mfano wa mwisho. Katika Qur'ani kuna sura ilishuka. Sura hiyo katika miongoni mwa sura zilizoko ndani ya Qur'ani ina muundo wake wa kipekee. Maana katika kila aya limewekwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio kwa dhamiri Allah. Kila aya utaipata sura hii. Sura hii ilikuwa mzee mmoja wakati huo akiitwa Aus bin Thamit. Huyu mtu mzima siku hiyo alikuwa amekaa hapo karibu ya mkewe. Mkewe akawa anataka kuswali na yeye ikawa anamhitaji kimwili. Akamwambia njoo sasa hivi unikidhia haja yangu hii. Mke akamwambia nitakuja, lakini niache kiasi kidogo nimalize sala, alafu nitakuja kukidhia haja yako. Mzee huyu ulama anasema alikuwa tabia zake si nzuri hivyo, na alikuwa dharir suul khulq. Akatokwa na maneno pale pale, akamwambia wewe, mimi nakuita unaniambia nini? Anti alayya ka dhahri ummi, wewe sahihi nakuona kama mgongo wa mamangu, vile ninavyomuona mamangu ndivyo ninavyokuona wewe. Na wakati huo ilikuwa ndio talaka hiyo ya wakati wa jahilia. Mtu akimwambia mkewe maneno hayo ndio ushamwacha. Kisha akatoka akaingia mitaani huko, shakarudi, hasira zimetulia. Aliporudi sasa akawa anamtaka mkewe. Mkewe akamwambia hakuna, siwezi kukubalia juu ya maneno ulioniambia mpaka niende kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Na mkewe alikuwa anajua wazi kwamba alimwambia kwa hasira tu, alikuwa sio makusudio yake, lakini alimwambia mimi sikubali ulitakalo mpaka niende kwa Mtume. Ndio ameenda, ameingia nyumbani kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Bibi Aisha akiwa ukumbini kule, akawa anazungumza na Mtume. Hata Aisha yuko hapo karibu, hajui kinachoongelewa kitu gani. Anamwelezea maneno aliyomwambia mumewe. Mtume akamwambia nakwambia hivyo basi ujue kuanzia leo kad hurimti alayhi, wewe ushakuwa haramu juu yake. Mke anamwambia Mtume itakuwaje mimi sikuja kumshtaki ili uniatishe? Mimi nimezaa naye yule bwana na watoto, akiniachia mimi siwezi kuangalia, na nikimwachia yeye hawezi kuwalea, hana time nao. Nimekuja labda kama kuna adabu, kuna funzo, kuna makanyo akanywe, sikuja kwa nia ya talaka. Angalia watu walivyojua uzito wa ndoa. Huyu mwanamke amestahimilia mumewe tabia yake nzito hiyo, fakiri huyo, lakini juu yote haombi talaka kwa sababu anajua uzito wa ndoa mbele ya Allah. Sasa amemjeruhi kutaka kumdhalilisha kwa neno hilo la kumfanya aonekane kama mamake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa anatambua uzito wa ndoa na kuwa atampa izza yoyote atakayepewa dhulma japo ya maneno, basi anamwambia Mtume bwana, utaniambiaje tumeachana mimi?
Tumemwambia hivyo ndivyo ilivyo. Akamwambia basi mimi naachana na wewe, hii kesi yangu naishtaki, na apili kesi yangu naishtaki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila Allahi ashku, naipeleka huko. Akawa namshtakia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, unaona hapa. Basi mashtaka yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyapokea. Jibril akashukishwa na suratul Mujadala. Sura hii ilipoanza baada ya bismillahir rahmanir rahim, Mwenyezi Mungu asema qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah amesikia, qad sami'a Allah qawla allati, ndo Aisha sema Mwenyezi Mungu masikilizi yake yamekienea kila kitu. Mimi mwenyewe niko hapa ndani ya nyumba sikusikia mambo yalivyo. Naangalia watu walivyokuwa hodari katika kuhifadhi ndoa zao. Leo wewe ukikosana na mke wako, mtaa mzima watu watapata habari. Lakini angalia hawa wamekosana, kesi imepelekwa, walioko ndani nyumba ile wengine hawakujua kitu gani kinaendelea, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasikia yote. Anamwambia Mwenyezi Mungu tayari ameshasikia kaula lati, kauli ya mwanamke huyo ambaye tujadiluka fi zawjiha, ambaye alikuwa anajadiliana na wewe Muhammad kuhusiana na mke wake na mume wake. Wallahu yasma'u tahawurakuma, na Mwenyezi Mungu anasikia yale magombano yenu nyinyi. Wewe unamwambia umeachika, yeye anakataa, anasema hapana, mimi sikuja kwa hilo. Mwisho watashtaki ila Allah, akashtaki kwa Mwenyezi Mungu. Inna Allaha samiun basir. Aya hii ikashuka kuonesha umuhimu na uzito wa jambo hili. Kwa sababu nini? Alitaka kudhalilishwa japo kwa maneno tu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa izza mwanamke wake. Sikiza izza yake. Umar bin Khattab siku anatembea, amefika njiani na msafara masahaba amemuona huyu bibi ashakuwa mtu mzima, akamwambia masahaba, simameni hapo, msitembee tena, stop. Jeshi zima likasimama hapo. Umar akamwendea mama huyu, akawa amemwekea shikio na anamwambia, niko hapa mimi kwa ajili yako, nitume unavyotaka. Mpaka masahaba wengine wakaudhika, wakamwambia Umar, yani sisi tutoke kote tutotoka mpaka tuje hapa, mwanamke huyu mzee ndiye aje hapa akusimamishe atupotezee masaa yetu hapa? Umar akawaambia, atadruna man hadhihi, ni mnasemaje? Ni mnajua huyu ni mwanamke gani? Khawlat binti Thalab, mnajua mwanamke gani huyu? Ikiwa Mwenyezi Mungu juu ya mbingu saba alimsikia mwanamke huyu, ikashuka aya sura nzima katika suratu katika Qur'ani inaitwa suratul Mujadala. Kwa nini Umar leo asimsikize mwanamke kama huyu? Akawaambia, wallahi lao huyu mama hatonipa ruhusa mimi niondoke hapa, nitakaa mpaka usiku, siondoki, labda time ya swala tu ndio niondoke na nikaswali nirudi, kwa izza na utukufu aliyopata. Kwa sababu mtume maneno yake hayaanguki, kwamba la yudhlamu abdun, hatadhulumiwa mja yoyote madhlama kwa dhulma yote ile, fasabara alaiha, akavumilia, illa zadahu Allahu biha izza, isipokuwa Mwenyezi Mungu atampa izza na utukufu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.